Amen. Unaichukuaje hiyo hela kwa hao watu waliokuzunguka? Wanawezaje kutoa mpaka senti ya mwisho wakuletee wewe? Hilo ndio swali la kujiuliza. Ni chanzo chochote kitakacho kufanya uanze kuichukua hela ya majirani zako, au wewe ndio mtoa hela kwa majirani? Hapa kanisani kuna watu wana idea. Nilikuwa naangalia katibu ana idea ya Kanjunju. Anaichukua hadi hela yetu inayobaki ile, yani tumejibana bana Jumapili tunasema aka kasalio kabaki. Katibu anapita nako kama upepo na Kanjunju juice. Kande zile za mama ile salio lilobaki. Ukienda hapo mlangoni hujakaa vizuri, kuna mtu kaweka kaubuyu. Yani wanatukutisha tule tulitobaki. Yani popote inapoonekana au inaponukia au penye alama ya hela, uwe hapo mlokole. Amen. Be there. Naogopaga sana kuongea na watu ambao wanamzidi Roho Mtakatifu utakatifu. Naogopaga sana. Kwa nini? Kwa sababu ukizungumza nao watu unaonekana kama hujaokoka. Ila jambo ambalo nina uhakika nalo, wako watu leo hawapo kanisani as I'm speaking hapa, ni kwa sababu walipata kakazi kanako hapa hela. Walivyopata hako kakazi kanako hapa hela, hawako tena church. Wakati hawana kitu walikuwepo kanisani. Walivyopata hela ikawapa a new direction, hawako kanisani leo. So nikiwa nazungumza na nyinyi waga na tafakari vingi, nasema Bwana Yesu, unawapa hela hawa watoto wako na uwape neema na uwezo wa kuishinda watakayoipata ili wabaki mbele zako. Amen. Maskini wengi wakipata hela, Mungu hana thamani tena kwao. Maskini wengi wakipata kazi inayowapa kipato kabla ya kile walichokuwa nacho kabla, hatua ya kwanza ni kuwa bize mbele za Mungu. Wanasahau Mungu ndio anayetengeneza password inayokupa hicho kipato. So the more you disappear, the more hiyo milango ya kukupa kipato inaanza kusinya. Unakuwa wa kawaida alafu unarudi tena. Hiyo ndio wachungaji wengi hawapendi kuwafundisha washirika wao wapate hela, kwa sababu wanajua wakipata hela watasepa. Yaani ukipata hela, ili kanisa sio hadhi yako tena. Kuna namna inabidi ukae kwenye church fulani upigwe kiyoyozi, mahewa yanaingia mara sijui nini. That's not my type, you know. Nikae na watu fulani hivi tunaongea, tukimaliza ibada tunavyotoka nje tuzungumze vitu vya kiofisi. Mbingu zinakuangalia hivi, nasema my God, tulifeli wapi? Mimi ninaamini Mungu atakupa hela, alafu Mungu atakupa neema ya kuitawala hela. Amen. Ya kuiamrisha hela. Amen. Hela iwe ina submit kwako. Amen. Wewe usisubmit kwa hela. Amen. Hela isikupelekesha, wewe ipelekeshe hela. Amen. Ukimkuta mtu anayefanya biashara, wafanya biashara kuna kauli moja wanasema tunafanya mchezo wa hela. Fedha inachezewa, wana invest inaleta, wanaitupa pale inaleta, inatupa pale inaleta. Unaichezea hela inakupa matokeo, unaiamuru pale inakupa matokeo. Hivyo ndio viwango natamani uwe navyo. Sio ukiipata hela unaifunika, unatulia, unatoa kichwa juu kama una hata buku, kumbe unayo umeificha. Maandiko yanakataa, anasema aliyowakopesha, aliyeificha, aliporudi akanyang'anya ile aliyoificha. Yes. Kwa nini? Kwa sababu ya mentality ya kimaskini. Ni lazima hela uizoe. Amen. Ni lazima hela uitawale. Amen. Lakini hayo yote yatafanyika pindi unayo. Ndio sasa unaamua kuitawala, kuituma, kuifanyia kazi kwa sababu unayo. Sasa leo nitaka nishare na wewe kitu kidogo tu kuhusiana na kitu kinaitwa biashara ya mazao. Hebu sema biashara ya mazao. Sema tena biashara ya mazao. Leo nataka kushare na wewe kitu kidogo kuhusiana na biashara ya mazao ili upate hela. Unaonaje mwanangu? Kama una enjoy fanya hivi kidogo, nijue unataka hela mwanangu. Haleluya. Fanya hivi. Unajua mtu ukimwambia anaelewa unasema nini, si ndio? Nataka kuongea kitu kinahusu. Sema njurunju. Sema mane. Sema hela. Sema fedha. Umeokoka mwanangu hadi kuzitaja unaona hapana, unamkosea Mungu. Sema hela. Hela. Unamung'unya maneno.
Kwenye biashara ya mazao, nataka kukuonesha kwenye Biblia ya kwamba wewe hautakuwa mtu wa kwanza kufanya biashara ya mazao. Kwa nini ufanye biashara ya mazao? Kwa sababu mazao ndiyo biashara pekee inayotumiwa na kila mtu aliye hai. Kila mtu mzima anatumia kitu kutoka katika mazao. Maana yake tukifanya biashara ya mazao, kwanza kuuza ni 100%. Lazima utauza. Biashara ya mazao ni tofauti na biashara ya nguo. Biashara ya mazao ni tofauti na kuuza wigi. Anayefanya biashara ya mazao huwezi kumlinganisha na mtu anayefanya biashara ya cosmetics. Anayefanya biashara ya mazao, mwanangu, huwezi kumlinganisha na mtu anayefanya biashara nje ya mazao. Hawalingani hawa watu. Ukimaster hii biashara inaitwa mazao, lazima upate hela. Haleluya. Nataka kukuonyesha kitu hapa kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 kuanzia mstari wa 55. Biblia inasema hivi: na nchi yote ya Misri ilipoona njaa, watu walimlilia Farao awape chakula. Farao akawaambia Wamisri wote, enendeni kwa Yusufu, atakayowaambia fanyeni. Njaa ikawa katika dunia yote pia. Yusufu akazifungua ghala zote, akawauzia Wamisri. Njaa ikawa nzito katika nchi ya Misri. Mstari wa 57, watu wa nchi zote wakaja Misri kwa Yusufu ili wanunue nafaka, kwa sababu njaa imekuwa nzito katika dunia yote. Nani analijua neno la mwaka huu linatoka kwenye kitabu gani? Mambo ya Nyakati 2. Mambo ya Nyakati wa pili, sura ya ngapi? Nani anakumbuka sura? 20:27. 20:27. Nani anaweza kutusaidia kutusomea hapo? Umezingatia mstari wa mwisho niliokusomea hapa, Mwanzo 41:57. Tutaparudia tena hapo. Nataka tusome neno la mwaka huu. Mambo ya Nyakati wa pili, sura ya 20 mstari wa 27. Kisha wakarudi kila mtu wa Yuda na Yerusalemu na Yehoshafati mbele yao, ili kurudia Yerusalemu kwa furaha, kwa kuwa Bwana amewafurahisha juu ya adui zao. Kwa kuwa Bwana amefanyaje? Amewafurahisha juu ya adui zao. Sasa tumesema hapo ndio msingi wa neno letu la mwaka huu. Unaona, ukisoma hilo andiko unaiona hiyo furaha imebebwa na matokeo. Kuna vitu vilifanyika kutoka kwa adui zao, vilivyofanyika kwenye maisha yao, watu wakapata furaha hiyo. Kumbe sio furaha iliyotoka from nowhere. Kumbe furaha iliyotengenezwa kutokana na anguko la adui zao. Wewe unayenisikiliza kwenye ibada hii, ili upate furaha ni lazima kuwe na msiba kwa adui zako. Ni lazima adui yako aanguke, ni lazima adui yako apotee, ili furaha hiyo itimizwe ndani yako. Kwa lugha nyingine, anachokifanya Yusufu kwenye andiko hili ambalo tunasoma kwenye kitabu hiki cha Mwanzo 41:55 ni maumivu ya maadui au watu wasio wa kwao yanayowaletea wao matokeo. Anamaliza mstari wa 57 kwa kusema hivi: watu wa nchi zote wakaja Misri kwa Yusufu ili wanunue nafaka, kwa sababu njaa imekuwa nzito katika dunia yote. Angalia, utajiri unaotengenezwa na Misri wakati huu ni utajiri ambao unatokana na mapito ya watu wasio wa kwao. Haleluya. Inabidi watu watoke kwa. Uwahi kusoma andiko linasema hivi, uweze kuletewa utajiri wa mataifa, mfalme na watu wake wakuletee hayo, si ndio? Amen. Sasa mtu wa Mungu, natamani uelewe hivi, kwenye kitu kinaitwa biashara ya mazao inahitaji timing. Ili ufanye biashara ya mazao inahitaji timing. Alichokifanya Yusufu kwenye andiko hili ni timing ya kibiashara. Yaani hili ni somo kamili la kibiashara. Kwa nini? Maandiko yanasema ulikuweko wakati ambapo kulikuwa na chakula tele. Yusufu anatoa idea ya kwamba tukusanye hiki chakula kilichoko, tununue, tukanunue na huko, tukanunue na huko, tukanunue na huko, then tukiweke kwenye magara, tukiweke store,
tukiweke warehouse. Tukisha kifungia store, chakula kitaadimika mtaani. Kikiadimika mtaani, tutakiuza kwa bei kubwa. Haka kamtindo haka kamewahi kutokea hata hapa nchini. Kuna ule wakati kulikuwa na uadimu wa sukari, nafikiri kulikuwa na wakati wa mafuta. Kuna watu wanakuwa nayo mafuta wanaya hold ndani. Ni kanuni kabisa ya kibiashara, even though nchi haiwezi kuruhusu. Unaonekana kama unahujumu uchumi, lakini kwa nini mfanyabiashara anaweza akaitumia hiyo mbinu? Ni kwa sababu anataka kutengeneza faida. The more kitu kinaadimika, the more hicho kitu kitakuwa na value. Amen. Unanielewa watu wa Mungu? Amen. Niliwahi kufundishwa hii kanuni zamani sana, kipindi hicho tumeanza comedy. Wakati mwingine mimi nawashangaga sana wasanii wa leo wanapenda sana kushow up kila sehemu. Unapita hapa unakutana naye, unaenda baa unakutana naye, unaenda njiani unakutana naye, wanapocheza pool yuko, sijui wanakochota maji msanii yuko, wanapokula maembe msanii yuko, wanapovuta shisha msanii yuko, wanakokunywa juisi msanii yuko. Yani he is everywhere. Wanakokunywa juisi msanii. So by doing that unashusha value. Yes. Nani alipe kiingilio kuja kukuona? Wakati nikienda kwenye pool table nitakuona. Chochote kinapoadimika kinaongezeka value. Kwa hiyo Yusufu alichokuwa anakifanya kwenye Mwanzo 41, anapoweka mazao ndani, maana yake anajua haya mazao yakiadimika mtaani value itaongezeka, so nitayatoa niyauze kwa bei kubwa. Watu tulioenda nao kule shambani wanaona value itaongezeka. Tumeenda kuonyesha store ambazo tunahifadhi mpunga mara baada ya kuvuna, na kufundisha somo linaloitwa nini? Biashara ya mazao. Biashara ya mazao, mwanangu, unaweza ukatoka hapa na hela yako ukaenda mikoani uko wanako lima zao fulani ambao umeshalifanyia research ya biashara hii, unanunua. Kwa mfano kule sisi tunalima mpunga, wakati wa kuvuna mpunga unakuwa na bei ndogo, unanunua mpunga kwa bei ndogo, unauweka kwenye ghala, unauweka store, alafu unarudi town unakausha kama hauna kitu. So miezi inavyosogea utakumbuka ya kwamba mkulima ili afanye mahitaji yake ni lazima auze kile alilima. So kila siku wanauza mpunga, so unapungua. Aliyekuwa na gunia 100 zimebaki 30, mara zimebaki 20, mara umeisha amebakiza mbegu. Wewe store yako iko level vile vile. Bei ambayo tulikuwa tunauza mpunga kipindi tumemaliza kuvuna sio bei inauzwa mpunga sasa vile. Mtu aliyenunua mpunga wakati wa kuvuna akauweka store, akienda kuuza saizi anapata hela ndefu. Leo tukishare na watu wa Mungu kuhusu biashara ya mazao au biashara ya kilimo, kwanza watu wanafikiri hiyo sio biashara inawahusu wao. Wao wanamwamini tu Mungu, naamini Mungu atafanya, Mungu atatenda, sijui nini. Swali la msingi, Mungu anatenda kutokea wapi? Mimi hamna kitu kinanibariki kama ninavyosoma kwenye Biblia. Pastor utanisaidia hapo kuniangalizia. Nataka uone tu kwamba tunaposoma kwenye Biblia jambo hili la kulima, jambo hili la mazao linataja hivi. Si mmeona hata Yesu anavyofundisha mifano mingi sana imekaa kilimo, mazao. Unajiuliza ni kwa nini hatufundishiki hapo? Hatuoni chance hapo. Leo kinachotufanya vijana hatufanikiwi ni kwa sababu tumetoka kwenye elimu yenye uhalisia, tumefundishana sisi kwa sisi tusio na knowledge, alafu tukaridhika na majibu ya hapo, wote tukakata tamaa. Leo hii kila mtu hapa ukimuuliza kuhusu biashara ya kilimo au biashara ya mazao, utasikia mtaji. Hatuna mtaji, kwa hiyo hatuwezi kufanya hiyo biashara kwa sababu hatuna mtaji. Unamwambia hivi huyu mtu wa Mungu, hivi mnajua kama kwenye halmashauri iko mikopo ya vijana? Mnajua hilo? Ukiwauliza watu wanakwambia huwezi kujua, ile wanapeana wao kwa wao. Wewe uliwahi kwenda? Unamuuliza mtu, wewe uliwahi enda kwenye huo mkopo ukakosa? Amna, walishaenda watu kama wangapi hivi, yani unasikia stories za kuambiwa. Hujawahi enda. Vijana kibao wamezichukua hizo, wametengeneza vikundi, wameandika ka proposal juu ya kikundi chao wanachotaka kufanya kwenye biashara yao, wameenda hapo, wamevuta huo mzigo, wako huko kwenye biashara.
hela iko. Kulikuwa na mikopo hapa ya wasanii wasanii unaandika business plan yako unayotaka kuifanya, unaenda unakopeshwa hela. Shida ni nini? Shida ni pale ambapo wanainuka raia wana shida tu ya kushika hela. Yani huna shida ya kuizungusha hela ikupe matokeo, una shida tu hiyo hela kwa sababu umesikia inakopeshwa niipate tu ije. Wewe ni mmoja kati ya watu watahama mkoa muda sio mrefu. Kama unatamani kuishika tu hela ili uipate tu ukae nayo uitumbue hela ya mkopo, kwa sababu ni mkopo wa serikali, utahama mkoa. Amen. Utahama mkoa. Lakini wako watu wamechukua hela wameinvesti, ukiwaona sasa hivi vile wanaenda hata unashangaa. Hela hiyo ambayo ilikuwa inakopeshwa wasanii haina riba. Yani unaichukua nzima nzima itarudi nzima nzima. Nani anaweza kufanya hivi? Amna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mikopo yote inayohusisha kilimo inakuwa na riba ndogo kuliko mikopo yote ya kibiashara unayoijua. Lakini tunataka kujua kama unayo project. Ndiyo maana ni vizuri tufundishane ujue. Leo hii kwenye hii biashara ya mazao wako watu huko shambani, kazi wanayoifanya ni kuwakopesha watu hela. Ni biashara ya mazao. Yeye anachofanya anakuja na hela, anakopesha wakulima. Nyinyi hapa wote kama nyinyi wakulima tunaelewana. Mimi naweza kuwakopesha hela ambayo ni kumgea. Maana yake yeye atanilipa gunia 50 za mpunga. Hivi ninavyozungumza sasa hivi gunia moja la mpunga ni 1,30,000. Piga hesabu 130,000 mara 50. Hiyo ni shilingi ngapi? Washeni calculator. Najua vichwa vishachoka, hamna hela wanangu. Washa calculator. Milioni 6 na laki tano. Milioni 6 na laki tano. Toa milioni 2. Investment, okay? Milioni 4 na laki tano. Milioni 4 na laki tano. Toa laki tano ya kuwapa vibarua waliokuwa wanasaidia kujaza mpunga, milioni 4. So you are making 4 million kwa mtu mmoja kwa miezi 4. Sasa hii nimemkopesha Adelina peke yake. Nikimkopesha na Mama Dafa, nimkopeshe na Mama Michael, nimkopeshe Pastor Nice, nimkopeshe piga hesabu kama tu kutoka kwa Abe nimeshatengeneza 4 million. Na hiyo nimeongelea tu kiwango kidogo. Huyu amekopa tu mzigo wa gunia 50. Ya wote tulioko kwenye ibada hii nimetengeneza shilingi ngapi? Nimeshatengeneza. Huyo mtu yuko huko Chaka, yani huyo mtu town anakuja tu kama anakuja kununua kitu leo, kesho karudi zake bush. Wakati watu nawaambia tunaenda kijijini, walikuwa wanafikiri tunaenda yani kijiji fulani hivi kile cha kupita mpaka unapekenyusha miti namna hii. Jiulize. Tumeenda kwenye kijiji kina magorofa, kijiji cha moto. Lami mpaka kijijini fulani hivi kile. Nyumba ya majani si wenyewe tunatafuta tukaangalie walipojenga. Hatujai kuona nyumba ya udongo kijijini kwetu sisi, unaitafuta na tochi. Watu wanatengeneza hela kwa biashara hii ya mazao. Kila mtu aliyoko hapa ana kijiji anatoka, wanazao linalolimwa kutoka eneo lao. Unaishi Dar, unajua machimbo ya Dar, lakini machimbo yote ya Dar unayoyajua unayajua kwa sababu ya misele ya kawaida, sio misele. Waze biashara ya mazao ambayo ipo kijijini kwenu. Ana kijiji mazao. Tanzania kwenye sensa iliyopita hapa imeonyesha tuna over 70 million people. Sasa tuna watu milioni 70. Hao watu wote wanakula. Kwa nini tunataka kumuonea Baresa peke yake alishe watu milioni 70? Ni uonevu wa hali ya juu. Kwa nini nayo siwe part of watu wanaowalisha hawa milioni 70? Dar es Salaam hii hapa ina over 10 million people sijui. Wako hapa mjini. Unakusanyaje hela yao? Huwezi kuikusanya hela yao ya nguo nini? Wauzie chakula. Hii biashara ya mazao unajua huko kwenu kinachopatikana, haujui. Nenda mkoa mwingine ambako kitu kinapatikana, lete hapa. Maisha yamebadilika, watu wengine ambako kitu kinapatikana. Tunapofanya biashara za mazao leo, tufanye
biashara za mazao kama watu fulani hivi ambao tuna exposure. Unajua sehemu ambayo unaenda kuuza na upate faida. Leo kuna watu wanaogopa kufanya biashara ya ndizi kwamba ndizi zinawahi kuoza. Ukichukua ndizi sijui gari la ndizi kutoka Tukuyu huko linavyokuja njiani Kitonga, gari ikiharibika, uliwahi kufanya gari ikaharibika? Story tu za maskani. Usisubutu issue ya ndizi. Kuna mwana mmoja alipakia ndizi, ana nani aliyepakia ndizi. Wana create tu vitu. By the way, nilikutana na rafiki zangu wanaitwa Haros Container. Na rafiki zangu tuliwahi kufanya nao kazi moja hivi. Hao jamaa. Do you know sasa hivi hapa nchini, hapa Tanzania, kuna watu wanafanya biashara ya container zinazoweza kukusaidia kuhifadhi mazao. Yaani biashara ya ndizi imeoza. Hiyo ni biashara ambayo wanaokutana na hiyo crisis ni wafanya biashara wa kizamani sana. Sasa hivi hamna ndizi inaoza. Ndizi ilivyochumwa kutoka kwenye mgomba, unaona vile ya kijani bado haijaiva, vile vile ilivyo, inawekwa kwenye container, mtu wa Mungu, inatoboa mwezi na hali ile ile iliyonayo. Sio haiongezeki kuiva, vile ulivyoiweka ndio unaitoa vile na utomvu. Ziko hizo container, ziko hapa Kurasini. Wakati wewe unafikiri hiyo ni kitu kigeni, nenda hapa Ilala iko wapi kwa hapa? Ni kitu kigeni. Ilala hapa Msimbazi Center. Ukifika tu Msimbazi Center pale, ingia kwenye vile vinyumba vya mkono wa kushoto pale, pembeni ya benki ya damu. Angalia kinachoendelea pale. Kuna watu wameweka matenga ya ndizi pale. Unajiulizaga wameweka nini? Wale wameweka pale yahifadhiwe. Pana watu wao wenyewe hawataki kwenda mkoani, wamechukua container zao, wamezinunua, wamezipanga hapo Ilala. Watu wanatoka na ndizi huko, wanakuja wanahifadhi pale hadi muda ambao wanataka kuziuza, wanakuja kuzitoa pale, wanalipa hela kwa mtu kama aliyepangisha frame ya biashara. Those are business going on around. Wewe huko ukipita Ilala, ruhusu hao wakale, neno linatosha. Yaani umewafundisha sana, neno inatosha. Saizi hawa wakale. Fanya mchezo na msosi wewe. Wakale. Hija kuma bado njaa. Acha hii kwamba anayefundisha ni Masanja, unaweza ukachukulia poa, unapata njaa. Yesu fundisha ni Masanja, unaweza ukachukulia. Wanafunzi wakambia ruhusu watu waende hata vijiji vya jirani wakatafute chakula. Hapa hawana kitu hapa. Kuna mtu ana visamaki havitoshi chochote. Ruhusu waende. Njaa. Hizo ndio chances ambazo inabidi wewe uwaze kufanya, mwanangu. Dunia inakoenda sasa hivi, kuna vitu wewe hutaweza kuvifanya. Dunia iko so speedy. Yes. Nataka nikwambie sasa hivi watu huku tunakoenda huku ni vizuri tukistation. Nawaambia watu wengi, naambia sasa hivi tu station akili zetu kutafuta mbinu za kuuza na kununua huku kwenye masoko ya vyakula. Tulime, tujifunze huku kulima. Kuna matukio mengine hutaweza kupata hela kutoka hapo. Sasa hivi watu wanatumia AI kurun vitu. Sasa hivi anakuja mwanangu AI, hautapata hela kwenye hicho kikazi unachofanya. Hivyo vitu unavyofanya wewe, muda sio mrefu marobot tu yatakuwa yanafanya hivyo vitu. Artificial intelligence imekuja, iko ya moto. Unasikia wewe sijui nini tunafanya. Unataka sasa hivi kuandika kitu chochote, unataka kufanya research ya kitu chochote, unaandika hapa. Ukikitupa hapa inakuletea history. Yaani wewe una copy na kupaste. Unajiuliza huyu mtu ananiona anioni? Dunia iko speedy, lakini nataka nikuambie hakuna AI itakayoenda kuvuruga shamba la mpunga ever. Amen. Hakuna AI ya kuchuma korosho, hakuna. Unanielewa mtu wa Mungu wewe? Amen. Leo nenda huko China kaangalie viwandani huko. Likiwanda ni hivi tu chip. Wanabonyeza tu. Huko China kaangalie viwandani. Madude hayo. Wewe unataka kubeba box? Unabeba wapi? Hosi ndio wanatutegemea pale ofisini kwa ajili ya kusogeza mizigo. Wewe. Dunia inaondoka. Sasa hizi ndio tunabidi kujishape, kutengeneza mikao ya kujua utasustain kwa muda gani kutoka kwenye hiyo kitu unajifunza sasa hizi kufanya. Amen. Ndio maana unaona tunavyosema tuwapeleke watu shambani, namba ya watu wa maana wanakuja pale. Inaondoka. Wanataka kujifunza, unafikiri ni wajinga wale? Ni kwa sababu wamejua hii ndio right track ya kupata matokeo.
from now on. Ndio maana unaona tunaposema Biblia inasema Yusufu alivyokomba hivyo vyakula vyote akavitia store, njaa ilivyoshuka, wamepanga foleni hapo. Mwamba yuko anakusanya hela, tuingiza hela uchukue mzigo. Mnalia, mnafanya nini? Ni lazima hela haina thamani mbele ya chakula. Itatoka tu. Itatoka tu. Amen. Kwani wangapi tunakaaga hapa tunasema wewe tuko Dar es Salaam kula makande. Makande ndio nini? Ibada isha saa 9 hapa. Mama yele. Yaani kande unaona kama pizza. Haleluya. Amen. Hakuna hela yenye thamani mbele ya chakula. Waza huko. Ndio maana kuna mtu mwingine yeye ni mama ntilie tu. Na unaona anaishi vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ana uhakika kwa biashara hii. Luka Salakas, binuka samba salt, chana msamba, piga TikTok, utakula. Waza. Amen. Mwingine yeye ni mama ntilie tu. Mnanielewa watu wa Mungu? Amen. Vizuri. Kwa nini? Kwa biashara ya mazao. Naangalia kwenye Biblia, yani miamba huko, eti Biblia sasa wakina Nuhu hao kwa mkulima. Elisha unasoma kwenye Biblia alikuwa mkulima. Tunasema na upako ule alikuwa mkulima. Wewe unatoa mapepo mawili tu matatu unajifanya mimi hapana, hiyo level ni kumdhalilisha Mungu. Kama tunasema wewe kumdhalilisha Mungu. Mungu anasema kwenye kitabu cha Mwanzo kabisa, anasema nikamweka mtu kwenye bustani ya Edeni afanye nini? Alime na kuitunza. Cha kwanza alime. Hebu soma hapo Mwanzo 3:23 pastor. Nazungumza na matajiri hapa, si ndio? Ambao muda sio mrefu watakuwa na mzigo mrefu. Mwanzo 3:23 soma. Basi ndio. Hujapaona pastor? Ambao muda sio mrefu. Mwanzo 3:23 soma. Mwanzo 3:23. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo aifanyaje ardhi? Ailime. Soma Mwanzo 2:15. Kwa hiyo Edeni ailime ambayo ardhi ailime. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu na kuitunza. Yako mengi utasoma kwa muda wako. Habari ya Kaini inatajwa hapo kwenye kulima, iko kwenye Mwanzo 4:2. Habari ya Nuhu ipo kwenye Mwanzo 9 mstari wa 20. Hiyo habari ya Isaka iko kwenye Mwanzo 26:12. Kwa biashara ya kilimo Mungu anabadilisha historia. Mungu anawainua watu kwa habari ya kilimo. Chungulia hiyo fursa. Amen. Kilimo kinatengeneza mabilionea. Juzi tuliokuwa kule shambani, Mungu waziri wa kilimo ametupigia simu, ametuambia vitu mpaka tubaki tunashika vichwa kuhusiana na habari ya kilimo. Serikali imeweka hela ndefu kwenye wizara ya kilimo ili kuweza kukusapoti wewe unayetaka kulima. Shida ni wewe hautaki kulima, yani wewe unataka kupata hela kitauni tu. Sometimes dili za mjini zinabuma. Sometimes dili za mjini zikigoma, acha kupoteza muda mwingi kulazimisha hizo dili zitiki. Acha kupoteza muda mwingi kulazimisha hizo dili zitiki. Unalazimisha mazingira ya Kigoma, unalazimisha tena ya Kigoma, unalazimisha nini yamegoma? Neno la Mungu linasema utabarikiwa mjini. Mjini. Nauliza kanisa, imesema utabarikiwa mjini. Alafu utabarikiwa mashambani. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Sasa kama vya mjini vimebuma,
Situpige dili hizo za shambani wanangu. Amen. Kuna ubaya gani? Hakuna ubaya. Nenda shambani. Watu wa Tanford, hao watu wa Tanford wanapeleka watu Dubai. Tena hii ni tukio la mwezi ujao. Wanawapeleka watu Dubai waweze kuwa link au kuwakutanisha na wateja wa kuuziwa vitu ambayo ni mazao yetu hapa. Wanawalinki na wafanyabiashara wa Tanzania kwenye hayo maonyesho ya Dubai yanaenda kufanyika Dubai. Nani hapa amewahi hata kufikisha tu akili kwamba ngoja nikachungulia hilo tukio? Kwa nini? Kwa sababu ukijua sehemu ambayo inakuwa rahisi kwenda kuyatafuta kulingana na vile ambavyo umefanya research kule ulikoenda. Umejua wateja wanahitaji ndizi mshale, na ndizi mshale wanazinunua kwa dola hizi hapa. Ukirudi huku Moshi, ndizi mshale bei mteremko, nachukua Moshi na isafirisha kwenda Dubai kwenda kuwauzia. Sitaki biashara ya mabibo soko la ndizi. Hawata niona mabibo soko la ndizi. Nisikilize, hili soko la ndizi sio la kila mtu. Nisikilize, walio master soko la ndizi mabibo fresh. Usiache kufanya soko la ndizi kwa sababu eti mabibo pamejaa, sijui hapa pamejaa. Nani alikwambia lazima tuuze mabibo? Amen. Watu wanapeleka ndizi mbele huko. Amen. Watu wanapeleka ndizi. Watu wanasafirisha matunda yanaenda nje. Utayajuaje hayo masoko? Ni lazima ufanye research, mtu wa Mungu. Wakati mwingine unatoa fedha yako, unasafiri kwa ajili ya kutafiti biashara ili ukija kufanya kiwake huko. Hiyo kwako haijawahi kuklik huko. Tena ndio ina nauli. Tena ndio ina nauli. Yaani nilizungumza na watu wa Tanford mpaka nikapata hasira, nikasema ngoja nichungulie kwanza ratiba yangu. Tamani na mimi niende nikajifunze hii kitu. Wakanilinki nao matajiri wa Kiarabu hao, wakanilinki na United Emirates huko. Kuna madoni, kuna watu wana hela ndefu, hawajaokoka wala ni wana hela ya maana, hawajaokoka wala wanaitafuta, wanaipata, wanauza mafuta. Wewe unajifanya umeokoka, mimi sishirikiani, sio utanunua wewe utapata mafuta. Mafuta yote yanatoka Uarabuni haya. Utapata wapi? Mimi si wakubali Waarabu huko na bodaboda. Wakubali Waarabu, unavuta moshi wa Waarabu hapo unatutuma kutoka kwenye tenki la mafuta hapo mbele. Sasa sio kila siku Waarabu wanatuuzia tu mafuta. Twendeni na hawa Tanford na sisi pia tukajifunze wanataka nini. Watuletee wese na sisi tuwapelekee ndizi, sijui wapelekee maharage, sijui wapelekee mchele, sijui wapelekee vitunguu, sijui tubadilishane hela. Amen. Hivi ndio watu wanaishi, mtu wa Mungu. Amen. Yaani bila kuogopa sana watu wanaokaliliki maandiko afu wanajitwisha hilo andiko, wanajimilikisha andiko. Mwanadamu ataishi kwa mkate tu. Na ukitoka hapa unapitia kwa Mange, nipe rufu, super rufu huko. Mwanadamu ataishi kwa mkate tu. Lazima mkate uweko nyumbani. Acha kutuletea maandiko ya kusababisha watoto wasinywe chai nyumbani. Mwanadamu ataishi kwa mkate tu. Ukitoka hapa kwenye ibada, pitia mkate pale, peleka nyumbani. Wewe baki na maandiko. Walioko nyumbani wapelekee mkate, waendelee. Amen. Haleluya. Amen. Unaingia kwenye mifungo kwa sababu huna hela. Wiki hii nataka nimtafute Jehova kwa uhakika. Huna kitu, unajua kabisa hii wiki mambo yamebuma. So itabidi niingie tu kwenye maombi 12, nashtua chai, na unajua hii chai ni kitu kawaida, nimbaki na kasukari robo. 12 jioni napiga kachai, nimtafute Bwana. Bwana hatafutiki kwa sababu umefunga kwa ajili ya shida. Amen. Hiyo biashara hesabu tu, unafanya diet, unamridhisha Profesa Janabi. Haumridhishi Mungu hata kidogo. Kama umefunga kwa ajili ya Mungu, nyokaga. Yani kiweko chakula na tunakiacha. Alafu tunaingia kwenye mfungo, tunamtafuta Bwana. Hiyo tiki iko pale. Huna kitu, ufunge kwa sababu huna kitu. Uwanyime chakula nyumbani, uwafungishe watu nyumbani kingijangija. Kabla hujasema nyumba hii wote hamna kula, tumeingia kwenye mfungo, vyakula viwepogo. Ili tujue uko rohoni hasa. Sijui kama mmenielewa. Amen. Mambo ya kumfunga baba mwenye nyumba kwenye maombi. Baba anapokuja baba mwenye nyumba, ninamfunga baba yeke. Nimekataa usumbufu wa baba mwenye nyumba kuja kunisumbua mtumishi wako, nakosa raha. Wage umelipa kodi.
Yaani usituletee vifungo vya kumfunga mwenye nyumba wakati mwenye nyumba naye amefunga na maombi, Bwana Yesu niletee wapangaji watakao nilipa. Wewe unapanga, baba namfunga mwenye nyumba. Mungu anasema toka hapa, toka nenda huko kae viwanjani huko, kama unaona hii ni issue ndogo. Unamfunga mwenye nyumba vipi? Mtu amejenga apartment apate hela akatoe zaka. Wewe ukae kwenye apartment ya mtu mfunge mwenye nyumba. Amen. Asikudai hela. Yaani kuna ulokole mwingine mpaka ukiangalia hivi ukimsikiza mtu anavyoomba, wasema mpendwa, ungenyamaza nikuombee. Wewe ndio una shida. Yaani hicho unachokiombea sio kina shida, wewe ndio una shida. Tafuta hela mlokole. Acha maombi ya kichawi. Unajua kuna maombi ni Amen, baba. Kuna maombi ni maombi ya kichawi. Yes. Kumfunga baba mwenye nyumba asidai kodi ni maombi ya kichawi. Yes. Kuwafunga walimu wasikudai ada Januari ni maombi ya kichawi. Bwana Yesu, mwanangu atakapoenda shuleni, wewe mwenyewe unajua mtumishi wako bado hajafanya vizuri, ninafunga kila roho ya kukumbuka mwanangu asikumbukwe. Haya ni maombi, hayana tofauti na mchawi kabisa. Mtu amepiga goti, amemsihi Mungu, amefungua private, analipa walimu, analipa chakula kwenye hiyo shule. Watoto wako wanaenda, wewe unaona tu, wanaenda wanacheza, wanarudi wazima wa afya, security iko pale. Walimu wanaofundisha pale wamelipa. Yes. Maumeme darasani humo, vitoto vinatumia mashule mengine yana AC. Vitoto vikipata joto tu mzazi mkali. No. Wanawachiwa hicho. Wewe unataka umfunge mwalimu asikumbuke ada. Mchawi ni mchawi tu. Hata huo pia ni uchawi. Amen, baba, tumesikia. Tutafute hela. Amen. Yaani mtu anayetafuta hela, nataka nikwambie Januari kwako wala sio issue ya kuitaja. Yes. Januari ina matatizo kwa sababu huna hela. Ukiwa na mipango yako umeipanga, Januari ni mwezi kama miezi mingine. Amen. Nini kinachobadilika Januari? Nikuulize hapa. Januari ina siku 100? Januari na siku zile. Hapana, mwezi Januari nyinyi hamjui. Unamwambia Januari, what is Januari? Januari imefanya nini? Amen. Nimeokoka, ninampenda Yesu. Na kufundisha haya kwa lugha rahisi kabisa ili ujue ya kwamba hela inatafutwa na hela inapatikana. Funika macho niombe.